na unaotaga ndoto ulizarau. Kanisa lilishahamishwa kwenye majamia na silaha za vita. Hatupigani tena kwa nyundo wala kwa fimbo wala kwa mikuki. Vita yote ilishahamishiwa kwenye ndoto. Ili ujue maisha yako amenaswa ni kwenye mafumbo ya njozi. Ili ujue wewe hautaolewa ni ndoto unazoota. Ili ujue utafanya biashara ndoto unazoota. Nikawa naomba Mungu juzi nikiwa mlimani, nikasema Mungu nionyeshe mji wa Kapunga. Wameufungia nini ili watu wasiokoke? Nikaona wameviringisha vikaratasi vinailoni vile vyeusi. Wamechukua vidonge vinavyoitwa vidonge vile tukaona vitumia rangi mbili. Unafahamu vile vidonge? Amen. Vidonge vile rangi mbili wamechukua, wamefunga, wanasema watu kama hivi rangi mbili zilivyo ndivyo ambavyo tunafunga watu watakuwa wanabadilika kama rangi mbili. Wamefunga, wamefukia njia zote. Kwa watu no kuongezeka kanisani. Sasa mimi namuuliza Mungu, niko natafuta mafunuo. Huwezi kuongea na Mungu bila kusikiliza sauti ya mafunuo. Kama unaona unaingia kanisani hauongeagi na mafunuo yote, mimi nataka nikwambie utaingia kanisani utamwabudu bibi yako na babu yako. Kwa sababu Roho Mtakatifu akikuita anaanza kukuelekeza njia ya kwake, na anapoanza kuelekeza hakuna muda utapata muda wa kupumzika. Paulo anasema katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 13 mstari ule wa 11, anasema nalipokuwa mtoto mdogo nalisema kama mtoto mdogo, lakini nilipokuwa naliyabadili mambo ya kitoto na nilisema kama mtu mzima. Anasema mafumbo niliyokuwa na yadharau wakati niko simjui Mungu niliyaona ya kawaida. Anasema nilipookoka mafumbo yale nilianza kuyafuatilia. Ngoja niongee na wewe. Uenda kama uko hapa umemaliza shule na unasoma darasani unaota ndoto, bado hujaingia kanisani na hata Mungu hajaanza kutembea naye. Yaani uko wewe ni mtu mzima kabisa hapa ulipo, unaota ndoto uko shuleni. Nataka niongee, nimeagizwa hayo. Ukiona unaota ndoto za shuleni, darasani ndiko kunasoma, yaani bado hujampokea Roho Mtakatifu akufungulie wewe, akuonyeshe wewe ni nani.